wapendwa, ninamsalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninajua mko wazima, wale mnanipata kupitia kwa YouTube, wale mnanipata kupitia kwa TikTok. Asanteni sana kuendelea na kunifollow na kunifuatilia. Na pia tena ninaomba katika kusaidiana katika injili. Injili inapeanwa bure, lakini injili kupikia mwingine na mwingine ni karama. Kwa hivyo pia kuna namba yangu hapo, ukinitaka kunitafuta na tuongee zaidi, utanitafuta hapo na utafollow namba yangu, ukinicall, ukinipigia, tutaongea zaidi na tutasaidiana zaidi. Na pia unaweza niandikia na ninajua ya kwamba Mungu atatenda. Basi siku ile ingine niliongea juu ya ugonjwa na nikaeleza juu ya ugonjwa tukaeleza si lazima ukuwe ni ugonjwa wa kwenda hospitali na kutibiwa na kulala hospitali, lakini nikaeleza ugonjwa ni aina tofauti na ugonjwa vile inaweza kuaffect mtu ama inaweza kuaffect maisha ya mtu ama mtu aliyo karibu na wewe. Na nikaeleza maspirit ingine ajui wewe ni askari, ajui wewe ni pastor, ajui wewe ni apostle, ajui wewe ni mwalimu, ajui wewe ni doctor, ajui wewe ni president, ajui wewe ni nani. Ikiachiliwa imeshaachiliwa. Na leo ninataka kuchungumza katika maandiko ya Mungu katika kitabu ya Yohana. Ninaomba twende pamoja. Yohana kifungo ni hicho cha 11 kuanzia mstari wa 1 kufika wa 6. Ukitaka zaidi utaenda kusoma zaidi. Topic yangu inaongea juu ya kufufuliwa kwa Lazaro. Maandiko inasema na kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Lazaro. Na alikuwa na sister yake ambaye alikuwa anaitwa Martha, na kuna sister mwingine wake walikuwa pamoja. Na maandiko inasema ya kwamba na basi Martha walikuwa wanatolea Yesu dhabihu, walikuwa wanapaka mafuta ya gharama, mafuta ya fedha mingi sana. Na maandiko inasema ya kwamba na nywele zao zile walikuwa wamesonga katika uso zao. Maandiko wanasema katika kichwa yao, maandiko inasema walikuwa wanapanguza mpaka Yesu nazo. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba walikuwa wanatumika katika kazi ya Mungu. Na maandiko inasema siku moja Lazaro akakuwa mgonjwa zaidi. Na ikafikia mahali mpaka Lazaro akakufa. Lakini maandiko inasema wakati waliposikia habari ya Yesu Kristo, maandiko inasema ya kwamba wakamtumana Yesu aende kwao. Kumaanisha ya kwamba Yesu wakati alipozaliwa katika mioyo yetu na alikuja kama mwanadamu, inamaanisha ya kwamba alikuwa anatembea katika watu, alikuwa anaenda katika watu, alikuwa anawasiliana na watu, kwa sababu watu ndio mtegemeo, akimtegemea Mungu, na watu wakasaidiana mambo mengi sana. Na wakati Yesu aliposikia pale hiyo, alienda mpaka mahali walikuwa na akakaa. Maandiko ukisoma zaidi alikuwa nakaa kusuti. Alipopelekewa ile apali, alisema ya kwamba Lazaro hakukojeka ama kukufa ndio kwa sababu ya mambo mengine, lakini alikojeka ndiyo nguvu za Bwana siweze kuonekana katika Lazaro. Kwa hivyo ninakuambia nini mpendwa mwenzangu? Ninakutaka kukuambia ya kwamba nguvu za Mungu zinaweza kuonekana kila mahali. Nguvu za Mungu zinaweza kutembea kwa mtu. Leo nimekuja na ujumbe wa kukuambia ya kwamba haijalishi ni mambo yako ilikwama miaka mingapi, haijalishi ni vitu zako ulianzisha na zikakuwa zinakwama, haijalishi ni mtu wa aina gani alienda katika level iliyo juu ndio aweze kuzima mambo yako yasiendelee. Kama hao waliita Yesu na wakasema, wakaeleza juu ya habari ya Lazaro, maandiko inasema ya kwamba wakamwambia yule rafiki yako uliokuwa unampenda sana ni mgonjwa zaidi, lakini Yesu akawaambia watii nguvu, wasiongope kwa sababu Lazaro atafufuka, wasiongope kwa sababu Lazaro atakuwa hai. Ukisoma maandiko zaidi walikuwa wanangangana mpaka wakapika mahali wakafanya Yesu akalia. Lazaro
Lazaro wakati walipoenda wakakuta ameshakufa, Yesu akawaambia, muondoeni mahali mlimweka, muondoeni hizi manguo na nini. Wakamwambia Yesu, Lazaro amekufa kwa siku ile kafulini. Yesu akawaambia, si nilimwambia mkiwa na imani Lazaro atafufuka? Anja kufa lakini amelala. Lakini Yesu alikuwa anajua Lazaro ameshakufa. Yesu alitamka neno moja juu ya Lazaro. Alisema, Lazaro amka, toka katika makaburi. Na Lazaro akatoka katika makaburi. Kwa hivyo sijui ni nani alifunga maisha yako, wala alisema ya kwamba mtasoma zaidi na mkifanikiwa mtaanzisha biashara, mtaanzisha mambo, mtasoma, mtafanikiwa, lakini mkifika mahali mkasimamishwa ndoto zenu, mkasimamishwa mambo yenu. Nimekuja kama nabii, vile mama walioendea Yesu na wakamwambia, mtoto wetu ni mgonjwa, rafiki yako ni mgonjwa Lazaro. Ninakuambia haijalishi ni nini, mtu wa Mungu, uliotoa sadaka yako ama dhabihu yako na ukasimama na kazi ya Mungu, ukasimama kufuatilia haya maombi, ukasimama kunifuatilia kila mahali, ninataka kukuambia ya kwamba kuanzia leo sitegemee mwanadamu, kuanzia leo sitegemee serikali, kuanzia leo sitegemee anybody, lakini ninataka maisha yako uhitaji Yesu. Wakati hao asisa za Lazaro walipoona Lazaro amekojeka zaidi, na walipoona Lazaro amesitiwa, hawakutaka nguvu za binadamu, hawakutaka nguvu za daktari, hawakutaka nguvu za mtu mwingine, hawakutaka nguvu za serikali, kumaanisha ya kwamba wale wengine walikuwa wameshindwa. Ninataka kukuambia ya kwamba mpendwa, dunia mahali imefika, watu walikuwa wanafiki, wengine wamekuwa wanajifenda wao wenyewe. Maisha yako na maisha yangu inaniti Mungu. Ndio Mungu akiingilia katika maisha yetu tuweze kufona. Anjalisha hao walipoona Lazaro amekonjeka, walihitaji Mungu kwa maisha ya Lazaro, na ndio walipohitaji Mungu waliita Mungu na Mungu akaonekana katika Lazaro. Waliita Mungu na Mungu akakumbali kuwatembelea na nguvu zake, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi ya Mungu. Kanisani, wakati unaposaidia mtu katika kanisa, wakati unaposaidia mtu unamuingiza katika kazi mahali, wakati unapofanya kazi mahali unasaidia mtu, unjua hiyo matendo yako mazuri siku moja itakuja kukukumbuka, siku moja utakuja kukula hiyo matunda. Ninakuambia jioni ya leo, anjalishi ni watu wa kifamilia, anjalishi ni madhabahu ya inankani, anjalishi ni miteko ya inankani, ninakuambia leo taniti Mungu, ninakuambia leo taniti nguvu za Bwana, ninakuambia leo Mungu atatumagana, ninakuambia usikufe moyo. Nimekuja na habari njema ya kukuambia Lazaro, lazima ukafufuke. Ile mambo yako waliozima, ile ndoto yako waliozima mwaka huu wa 2026, kuanzia hii Januari mpaka Disemba, ninaachilia nguvu za Mungu ukaweze kuona Mungu. Fufuka kwa matendo lako, fufuka kwa mambo uliyotenda. Dunia mahali ilifika wapendwa, tunahitaji nguvu za Mungu, hatuhitaji nguvu za mwanadamu. Nimekuja kusimamisha wale walioronga maisha yako, wale waliozima maisha yako. Nikuje kukuambia kuna ufunuo. Anjalishi ulianzisha biashara ikaisha, anjalishi ulianzisha nini ikakwama, ni lazima ukapendeke, ni lazima ukaendelee. Ninasema kuna ufufuo. Hata katika familia ya kwenu walisema mtawahi faulu zaidi, nimekuja kukutangazia kama Apostle Ben ama Pastor Ben, nimekuja kuondoa hizo vizuizi zilio ndani yako. Wakati wa Lazaro walipoona Lazaro amekonjeka, walienda kuita Mungu, walienda kutafuta na Mungu, na hakika Mungu alionekana. Kwa hivyo ndivyo ninakuambia, nifuatilie na Mungu atakutenda. Ukinifuatilia sio mimi utafuata nguvu za Mungu zilio ndani yangu, ndio tukaweze kuungana pamoja, ndio tukaweze kuwa na nguvu moja na tushinde ufalme wa shetani. Kwa hivyo mbarikiwe zaidi. Kwa hivyo muone Mungu zaidi. Nilikuwa na hiyo leo na ninataka niachilie nguvu zikaweze kutembea na nyinyi. Kwa hivyo wacheni tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa mbinguni,
Ninaomba kwa ajili ya huyu mpendwa anaonisikiliza leo. Ninaachilia nguvu zako zikafanye kazi juu yake. Haijalishi walikuwa wanafuatiliwa na madhabahu ya kifo kwao, wakianzisha kitu inaisha bure, watu wakikaa wanakufa bure, waliokuwa wametufiwa kifo ya ovyo, waliokuwa wanatufiwa mikosi ya ovyo, wakiandikwa kazini mahali mikosi inatokezea wanafutwa bure, wengine wakioa wanawake wao wanaenda bure bila sababu, wengine wanapata wanaume wa kuwaoa, wakifika mahali hao wanaume wanawatoroka na wao wanawaacha bila sababu. Ninakamata hiyo madhabahu iliyokuwa inavinga maisha yao, iliyokuwa inasimamisha maisha yao, iliyokuwa inasema itashika maisha yao. Ninakamata hiyo madhabahu, ninakamata hiyo maagano, ninakomesha hizo spirit, hazitawafuata tena. Hiyo madhabahu ya spirit of mortaling, spirit ya kukamata, spirit ya kuwazuia baraka zao, spirit ya kukana baraka zao, ninaikamata hiyo spirit na kuiondoa. Ezekieli 11 mstari wa kwanza kuteremka inasema kuna wazee 25 wa kutoka kuzimu wanazuia baraka za watu. Na Ezekieli 17 mstari wa kwanza mahali unasema, na kuna wachawi wanasunguka, kuna wachawi wengine wanajifunga viuno zao, wanajifunga mambo zao, wanakamata na kusimamisha anga za watu, wengine wanapata pesa na siwasaidii. Ninakamata hiyo spirit ikaweshe kuwaondokea. Wowote watakaonifuata watakuwa nafuata nguvu za Mungu. Mungu, kutana na wao leo mwaka huu wa 2026. Ninaomba ukakutane na wao, baraka zako zikawafuate. Watakayo nifuata wafuate nguvu zako, watakayo wakimbiza bila sababu, Mungu kimbizana na wao kwa jina la Yesu. Watakao kimbizana wamote maisha yetu, watakao tukimbiza wazime ndoto yetu, Mungu kimbia ukawazime kwa ulimwengu wa kiroho na wa kimwili katika jina la Yesu Kristo. Watakao jaribu kukamata anga zetu, watakao jaribu kukamata maombi haya, watakao jaribu kukamata hao wapendwa wakituma kitu kwa WhatsApp ama kwa TikTok kama wapi, watakao jaribu kuzuia maisha yao, watakao jaribu kuwakamata, hawataweza katika jina la Yesu. Mungu, nenda ukamalizane na wao. Wanamasisha hao wachawi wa kiroho na wa kimwili. Tumezika ndoto zao wachawi waliokuwa wanataka kuzika maisha yetu. Mungu, nena jioni ya leo. Mungu, nena asubuhi ya leo. Nena kwa huyu mpendwa ananisikiliza akiwa Kenya na akiwa nchi zingine za ng'ambo. Nena na huyu mpendwa anaona kilio maishani mwake. Roho ya kifo, ya mateso, ya kazi ikamuondokea na kuisha nguvu. Waonekanie na ukawalinde. Veva yako ikawalinde. Fuatilia haya maombi Bwana. Fuatilia haya maombi Bwana. Fuatilia haya maumbili Bwana. Yakatimie kwa yule anaonisikiliza. Yakatimie kwa yule anaonifuata. Yakatimie kwa yule atakao ni follow. Yakatimie kwa yule atasambaza ineno iende kwa mwingine. Ikampikia kwa hali ya juu. Ikanamasishe wachawi wa kiroho na wa kimwili wao. Atakao jaribu kuwafuata bila sababu, atakao jaribu kuwashimbia shimo, akaingia yeye mwenyewe huyo mchawi wa kiroho wala wa kimwili katika jina la Yesu Kristo. Njia za maadui zetu zikaotelezi. Pokea sifa na utukufu Yesu mwana wa Mungu, maana umetenda makuu, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu, mbarikiwe sana na Mungu amuonekanie, Mungu amushindanie katika kila jambo. Ninajua yote inawezekana. Enda ukasome hiyo maandiko ukiwa peke yako pole katika hiyo Yohana 11 kuanzia mstari wa kwanza kuteremka. Kwa hivyo kufanya kazi ya Mungu ni kitu ya maana. Kufuatilia nguvu za Mungu ni kitu ya maana. Unapotenda mazuri atakufuata na utakula miaka mingi. Hata kama nilikuombea, wengine niliwaombea na bado muujiza hujatendeka.
amini ya kwamba ni Mungu anatenda. Changu nilitumwa na Mungu. Ninaomba na ninaomba Mungu na ninamwambia fuatilia, na hakika Mungu anafuatilia. Kwa sababu mimi si kwenda kutafuta majini Mombasa ama Tanzania ama Kongo ama Burundi ama Nigeria ama kutafuta kwa njia zingine. Mimi ninafasi, ninaomba, ninalia na ninaambia Mungu anipe nguvu, na wowote nitakutana na wao niwaombee na wapone na wapokee baraka. Kwa hivyo endeleeni na kuamini na Mungu atamtendea. Wakati unapoenda kupanda kwa shamba, aufuni siku hiyo, unalimia mpaka hiyo mbegu inakuja inakuwa, na unachuna na unapeleka, unaenda unaanika kama ni mahindi inakauka, halafu unaweka kwa store, unaanza kutoa polepole. Kwa hivyo wakati unapopanda, endelea na kuamini Mungu na Mungu atakutendea. Naonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo asante kunifuata, barikiweni sana na Mungu amuonekanie na mshindanie. Ni asante.